Okay, leo nitawaelekeza namna ya kuweza kutengeneza simple navigation bar kwa kutumia HTML, CSS pamoja na kuweka na picha yako tu. Vitu vitakavyohitajika ni vitatu: faili lako la HTML, CSS pamoja na picha yako. Kama unavyoona hapa, nishatengeneza faili langu ambalo nimeandika navigation, nikatengeneza faili langu la HTML kama unavyoona hapa, na hizo zipo. Kuna hii ya CSS na kisha kuna na hii picha yangu ambayo nimeweka. Hii ndio itakuwa ndio logo yangu. Kama unakutana mimi kwa mara ya kwanza, hakikisha kuna tap alama ya subscribe ili tuweze kuwa pamoja katika video zijazo. Uwe wa kwanza pale ambapo tuta upload video nyingine, utakuwa ni wa kwanza kutazama video zetu. Okay. Tutaanza na kufungua faili letu la HTML kama unavyoona hapa. Hii sehemu ya title, tunajua kabisa hii sehemu ya title waga haitokei kwenye sehemu yako pale ambapo utakuwa umeziandika zile kodi zako. Inakuwa tu huko juu kama title, inakuwa tu huko juu kama unavyoona hapa, kupo empty. Cha kufanya sasa hapa, baada ya kutoka kwenye title hapa, nitaandika linki ili niweze kuilinki kabisa style sheet. Kisha hapa kwenye type hapa nitafuta, haina ulazima sana. Kisha hapa kwenye title nayo taifuta, lakini hapa kwenye href hapa nitaandika nav. Hii nimeandikaje? Nitailinki na CSS hapa, au nimeandika nav.css. Kwa hapa nitaandika link ile nav.css kama hapo. Okay, baada ya hapa sasa, kama tunavyoona hapa bado kupo empty. Tunakuja hapa kwenye body. Baada ya kuja hapa kwenye body, tutaandika hapa header, tutaandika tag ya header. Baada ya hapo tuta divide kwenye division mbili. Division ya kwanza ndio ambayo itaweza kubeba logo, ile picha yangu pamoja na maandishi pamoja na title ya hiyo navigation bar. Alafu na division ya pili itaweza kubeba zile linki za home, about, contacts pamoja na nyinginezo. Tutaanza na division ya kwanza. Hii div ya kwanza itakuwa ni class ya logo. Okay, kitu cha kwanza sasa hapa nitaweza kuimport ile picha yangu ile. Import source hapa nitaandika, ambapo nimeandika logo.jpg, ambapo ndo kama jinsi ilivyo hapa kama unavyoona hapa. Jina lake ndo hilo. Hii kwenye alt naona haina ulazima. Nitaandika hapa id, nitaipa id ya logo ili niweze kuinstall vizuri kwenye CSS kule. Baada ya hapo nitaweza kuandika head 2 ili alafu nitaandika sasa title Kaizer, nitaandika tu CA Digital, nitaandika tu hapo kama unavyoona hapa. Picha ndio hiyo hapo imekaa na maandishi mengine ndio hayo hapo, CA Digital. Hii ndio div ya kwanza tushaandika hapo. Kisha baada ya hapo tunakuja kwenye ile div ya pili. Div hii sasa, hii itakuwa ni class. Hapa nitaweka sasa zile linki zangu zile ambazo za juu zile, kama class hapa. Jina utaweza kuweka jina mwenyewe utakalotaka kuweza kuziweka ili kuweza kuzipa majina. Cha kwanza sasa hapa nitaweza kuandika unordered list. Baada ya unordered list utaanza kuandika link, alafu niweke na link kama hivi. Kisha unaweza kuzikopi kadri uwezavyo. Kuna ya kwanza itakuwa ni home, kisha nitaweza kuzikopi niweze kuhamishia chini huku, au acha niandike kawaida kama hivi. Nitaweza kukopi hapa, kisha chini naandika link A kama hapa iwe about. Baada ya hapo na chini tena link A, kisha baadaye nitaandika tena contacts. Okay, baada ya hapo kama unavyoona sasa hapa linki kama hizo hapo zimeweza kujitokeza hapo chini hapo. Nyingine iliyobaki home, about,
contacts. Okay, nitaishia tu hizo tatu ndizo ambazo nitataka kuziweka. Baada ya hapo sasa, kama unavyoona div ya kwanza ni hiyo ya upande wa logo, alafu na div ya pili ni hiyo ambayo nimeziweka hizi link. Sasa tunakuja sasa kwenye sehemu ya kuzistyle hizi na hizi zetu. Tukija kwenye kustyle hapa, utakuja kwenye faili letu la nav.css. Utakuja ya kwanza, tag ya kwanza nitaweza ya pamoja. Sasa hii ya pamoja hapa nitaandika margin 0 pixels, margin 0, na padding nitaweka 0. Padding nitaweka 0. Okay, baada ya hapo nitakuja kwenye ile tagi ya header. Tagi ya header hapa, hii ya header hapa nitaandika display, utaweka flex, na kisha padding hapa nitaweka ni 15 pixels. Okay, kama unavyoona sasa hapa, chana na hizo, kama unavyoona hapa jinsi ya vitu jinsi ambavyo zimekuja kukaa kwa huku. Sasa inabidi niweze kuipunguza size ya hii picha ili ziweze kwenda kwa pamoja. Niweze kupunguza size ya hii picha na kisha niweze kulemba vizuri hiyo navigation bar. Kama tunavyoona hapa kwenye hiyo tagi kuu ya header tayari nishamaliza kufix hiyo. Inabidi sasa niweze kurekebisha hii div ya kwanza ya kwenye logo, niweze kupunguza size ya hii picha. Baada ya kupunguza size ya hiyo picha, niweze kuweka vizuri haya maandishi ya head 2 ambayo nimeandika CA Digital. Kisha nitakuja hapo nitakuja kuistyle hii class ya logo. Tunajua kabisa kwenye za class, ukitaka kustyle class tuanza na dot ili uweze, afu kisha nakuja kuandika ile class yako. Hapa nitaandika display flex. Hapa nimesahau kuweka gap. Okay, hapa nitaandika justify content, nitaandika space between. Okay, kama hivyo. Baada ya kwenye class ya logo nitaandika hapo display flex, alafu na justify content nitakuja kuandika space between, nawe ziachane nafasi kwa kiwango chake. Okay, baada ya hapo kama jinsi unavyokuja kuona hapa zimekuja kama hivyo, lakini bado picha haijapungua size. Inabidi sasa nije kwenye kuipunguza size ya hii picha hii. Lakini hapa nitakuja kuandika kwamba nitakuja kuangalia kwamba ID ya picha nimeipa jina gani. Kama unavyoona hapa picha nimeipa ID ya logo. Nitakuja hapa kwenye ID ya logo. ID tunaanza na hiyo reli, nitaandika logo. Nitakuja hapa nitakuja kuandika hapa width nitaipa 50 pixels, alafu na height nitaipa 50 pixels, na kisha nitaandika border radius nitaipa 50 pixels ili ije kwa duara, alafu na border width hapa nitakuja kuipa 8 pixels, alafu nitakuja kuipa border color nitaipa rangi nyekundu. Okay, kama jinsi unavyoona hapa nimekuja kuipunguza size kama jinsi unavyoona hapa zimekuja size ile picha imeshapungua, imekaa duara kama hivyo. Lakini nimesahau kuweza kuizungushia border, kuna kitu nimesahau hapa. Nitaandika border style hapa nitaita solid. Kama unavyoona hapa, kama jinsi unavyoona style ya solid, lakini imekuja kuwa nene sana, inabidi nipunguze width hapa nitaipa 5. Baada ya kuipa 5 hapa kidogo imepungua balance, au ngoja nipunguze zaidi niipe ya 3. Kama unavyoona hapa
nimepunguza 3 kama hivyo. Bado sasa kuweza kubadilisha haya maandishi ya CE Digital yakae level sawa na haya mengine, haya yaweze kukaa level sawa kwa pamoja. Kitu cha kufanya hapa, hii ID ya logo, baada ya hapa nitaandika align items niweze kuweka center kama unavyoona hapa. Sasa zimeshakaa level moja. Sasa inabidi niongeze gap hapa, nitaweza kuweka ni 10 pixels. Gap hapa ndalipa 10 pixels kama unavyoona, position zimesha achana nafasi kama hivyo, namna rahisi kabisa. Okay, kwenye upande wa hii picha tayari nimeshamalizana, na kuja sasa kwenye upande wa hii head 2 hapa. Kuja kwenye head 2 hapa, head 2 nitaandika hapa tagi ya head 2 hii nitaipa color nitaipa ni ipi rangi gani? Ngoja niangalie hapa. Hii head 2 hapa nitaipa red, color nitaipa red. Baada ya kuipa red hapo kama hivyo, kama jinsi ambavyo unaona hapa maandishi yamebadilika hapo. Sasa nitaipa border style nitaipa solid, kwa maandishi yawe na border style na solid. Lakini bado naona imezungushwa. Nitaweza kuweka box shadow nitaweza kuweka 12 pixels. Box shadow naona haijakaa vizuri, acha niweze kufuta hii border ili iweze kuwa kawaida. Acha nifute border, ibaki maandishi kama maandishi. Okay, kama hivyo jinsi unavyoona hapo imeweza kubadilika, imekuja kutulia kama hivyo, iko simple kabisa. Baada ya hapo sasa nitakuja sasa kuhamia kwenye upande wa kwenye upande wa hizi home, about pamoja na contacts. Nitakuja hapo, tutakuja kuangalia hapa hizi nimezipa div ya nimezipa class ya links. Nitakuja sasa kuweza kuzibadilisha sasa hizi class za links. Okay, nitakuja kwenye class ya links, class nitaipa links. Okay, hiyo ya links nitaipa display flex. Okay, baada ya hapo justify content. Naona bado haitokei, mbona? Justify content center, align items center kama unavyoona hapa. Lakini bado hazijatokea hapo. Okay, acha nije kwenye ordered list, links and ordered list kama unavyoona hapa. Zimekuja kukaa kama hivyo. Hapa naona hizi. Ngoja nije kwenye unordered list. Unordered list nitazipa display flex. Kama unavyoona hapa unordered list, lakini zimeingiliana hapa. Inabidi hapo kwenye justify, kuja hapo kwenye justify content nizipe space between. Baada ya hapo nitakuja kualign items zije kukaa center kama hapa. Lakini bado zimeingiliana. So acha niongeze ya gap tuzipe 10 pixels. Okay, lakini bado bado zimeingiliana.
chini. Je, kama nikizipa link okay, class ya link, unordered list link. Wacha tuzipe hizi za A. Tuje kwenye A kwanza. Kija kwenye A hapa tutajaribu kuziweka hivi display flex, yani kama zitakubali kuweza kukaa kiulalo. Bado zimekataa. Je, nikizipa unordered list unordered list zimekuja kwa kama hivyo, lakini bado zimekaa hivi. Nitakuja hapa sasa kwenye list style, nitakuja kuziandika kwenye list style hapa nitaweka none ili kuweza kuondoa hayo mabodaboda yale. Kama hivyo unaona hapa zimetulia, zishaondoka hapo. Nitakuja kuweka padding nitakuja kuweka asilimia hapa, nitaweka 15 pixels. Padding ni 15 pixels. Kama hivyo zimeshaachana nafasi, hazitaingiliana tena. Lakini kwenye hii head 2 unaona hapa zimekuja zimeshuka chini. Sasa ili isishuke chini hapa nitakuja kuweka wrap. Nitakuja kwenye head 2 hapa kwenye wrap hapa flex text wrap. Hii wrap inatumika kwa mfano kama hapo nimekuja kuona kwamba haya maandishi yamekuja hapa, nafasi haijatosha, yamekuja kushuka chini. Sasa sihitaji aweze kushuka chini. Asili kuweza kufanya hivi itabidi niweze kuandika no wrap. Kama hapa text wrap nitaandika hapa no wrap kama hivi. Kama unavyoona hapa maandishi bado hata kama yakibanana bado haitaweza kuja chini huku. Tutakuja hapa baada ya kuja hivi kwenye hizi tutakuja sasa kwenye tag ya A. Kisha hapa nishakuja hapa kwenye nitaandika hapa text decoration. Text decoration nitaika none. Text decoration nitaika none ili kuweza kuondoa haya maandishi. Baada ya hapo sasa nitakuja kuweza kubadilisha haya maandishi yawe na rangi nyingine. Sasa yawe na rangi ya, nitachagua rangi gani? Niweke rangi nyeusi. Nitaweka rangi nyeusi. Okay. Nitakuja kuweka rangi nyeusi. Color black. Hiyo imeshakuja. Color ni rangi nyeusi. Kama jinsi unavyoona hapo. Maandishi kama hivyo yameshakuja hivyo. Nitakuja kuweka border bottom. Nitakuja kuweka ni 15 pixels. Border bottom 15 pixels. Naona bado zimeendelea kukataa. Okay. Kama jinsi unavyoona hapo, simple navigation bar imekuja kukaa, lakini bado kuweza kuiongezea sasa mbwembwe nyingine ili iweze kutulia zaidi. Kama hivyo nitakuja kwenye hii tag ya header. Nitarudi kwenye hii tag ya header. Nitakuja hapa sasa. Baada kuja kwenye hii tag ya header, nataka sasa niweze kuongeza kitu kwamba hii navigation bar ijitenge kivyake, yani isichanganyike na vitu vingine. Cha kufanya hapa nitakuja hivi. Kuja kwenye hii tag ya header hapa nitafanya hivi. Nitaandika border nitaandika none. Kisha nitaandika border radius. Border radius hapa nitaweka ni 15 pixels. Baada ya hapo nitaweza kuandika box shadow. Box shadow nitaweka hapa 0 pixels, 5 pixels, 10 pixels. Kama hivyo. Kama jinsi unavyokuja kuona hapa, navigation bar yetu imekuja kuwa
kama hivyo, iko simple kabisa kama namna ambavyo unaiona. Lakini acha nije kubadilisha maandishi ya hii na ya hizi linki zetu za hapa pembeni. Unaweza kuzipa rangi yoyote ile unayotaka. Utaweza kuandika, kwa mfano nije hapa kwenye hizi linki, badala ya kuzipa rangi ya black hapa, wacha nizipe light. Kuna rangi nyingi hapa, rangi nyingi, acha ni kizipa hizi light sea green. Bado zionekane vizuri. Unaweza kuzipa rangi yote ile unayotaka. Chini angalia rangi ambayo itaweza kukaa vizuri. Mimi sio mtaalamu sana wa rangi. Okay. Kwa kifupi ni simple kama hivyo. Utaweza kuongeza rangi namna ambavyo utakavyotaka wewe. Lakini kwa njia nyepesi kabisa ndio kama hivyo utaweza kutengeneza navigation bar kwa njia rahisi kama namna ambavyo unaweza kubadilisha rangi kuweza kuleta kama hivyo. Kwa mfano kama nikija hapa kwenye hii rangi, jaribu kuzipa rangi ya red ili kuweza kuziona kwamba zinakuwa kwenye mfumo gani. Kija kuzipa rangi ya red zinakuja kuwa kama hivyo. Simple kabisa. Hiyo ndio navigation bar kwa beginners. Simple kabisa, njia rahisi. Kama namna ambavyo unaona hivi navigation bar imetulia kama hivyo.